Ujambo mpenzi mtazamaji, leo tunaenda kuzungumzia mambo ya kushuka nywele. Ukiangalia dunia ya leo, akina mama pamoja na wasichana hata watoto huwa wanashuka nywele. Hata hivyo, kuna baadhi ya wanaume pia ambao huwa wanashuka nywele. Sasa tunataka tuangalie maandiko ya Mungu huwa yanasemaje kuhusiana na mambo ambayo ni ya kushuka nywele. Je, inakubalika mwanadamu ambaye aliyeweza kuumbwa na Mwenyezi Mungu akaweza kushuka nywele ama namna gani? Kwa hivyo tunaenda kusoma kitabu ambacho cha Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9. Ukisoma hapo utaona kuna viwango ambavyo Mungu alikuwa anahitaji akina mama pamoja na wasichana hata watoto wadogo wakaweza kuwa navyo, iwe ni Wakristo ama si Wakristo. Kwa hivyo Biblia haiungi mkono mambo ya kushuka nywele. Saa hii ukiangalia dunia ya leo kwa mitandao ya kijamii, ndani ya makanisa, mahali popote pale utawaona watu wengi huwa wanashuka nywele. Yaani kuna mashindano ya kushuka nywele. Na saa hii kuna mitindo ambayo imetokea ambayo watu huwa wanashuka. Kwa hivyo Biblia ya Mungu huwa haiungi mkono mambo ya kushuka nywele, iwe wewe ni Mkristo ama wewe si Mkristo. Kwa hivyo ukiyasoma hayo maandiko, kitabu ambacho ni cha Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9. Sasa haya mambo hata tumeyaona, kuna baadhi hata ya watumishi wa Mungu ambao huwa wanashuka nywele. Yaani wameweka vitu zingine kwa kichwa vya ajabu ajabu. Lakini je, Biblia inakubaliana nayo? Kwa hivyo ndugu sanguni, haifai mwanadamu aweze kushuka nywele. Kama tutaweza kuyapinga maandiko ya Mungu, iende ikawa tutakuwa tunampinga mwenye ambaye aliyeweza kutuumba. Hebu nikuulize wewe, utakubali kushuka nywele ama hautakubali?